Assalamu alaikum. Molan, pull up DJ Selector Rewind. Assalamu alaikum. Mnajisikiaje, mnajionaje, mnajifilaje, mnajidaradaraje? Umbea nimeregister. Ni vizuri zaidi kama umeregister. Karibuni sana. Guys, start tapping the screen. Tuma salamu zako, tupokee salamu zako. Si jambo Arabian King, na wewe ujambo? Hai, mwanze na kutap screen, tuanzeni gumzo letu. Kitambo kuna mtu tunamgoja aje kwenye show. Wa alaikum salam social buzz. Tunashukuru Mungu. Haye seductive. Wa alaikum salam Kilabi. Tap the screen tukianza gumzo letu. Sasa jamanini, juzi katika pita zangu za TikTok, mishe zangu za kutafuta umbea huku na kule, nikaona kipande cha news. Sijui tukiite kipande cha news ama tukiiteje, maana kusema kipande cha news nacho tukitaje kipande, kuna watu wengine hapa wataanza kufikiria mambo mengine. Tukapata news fulani hivi ikituambia kuhusu sheikh mmoja wa Malindi aliyokula pesa za watu za kwenda Maka. Minachoka. Hebu iteni wengine hapa, maanake hapa leo lazima tujadiliane. Sheikh Kibutuni mara tunkwenda, Sheikh Kibutuni mavimkunzuni mara tunkwenda zetu motoni kwa kumsengenya Sheikh tapeli, na nasikia hivi ankimbia, hayuko. Sasa sijui kawa agent, kacha ushehe, kawa agent. Yani siku hizi utamwamini nani? Mapasta ndo hao, mashehe nao ndo hao. Afu jamani, kuna watu wana pesa. Uchukue 250,000 umpe mtu mkononi akupeleke Maka. Si mutafute at least wale watu ambao mnajua hawa washatengenezea watu safari, wao wenyewe washaenda, familia zao nzima watu washaenda Maka. Uenda kumtafuta mtu na kuambia yule shehe aminiki, ankamvuta jibangi mwanzo. Muona huyo shehe mwenyewe nyinyi? Hamjamuona? Haya, taptapuni. Shekhe mwenyewe mumuona. Unajua Arabian siwezi kusubiri kwa sababu nangojea, na hii video zangu za hot seat siku hizi naziweka kwenye YouTube. Umeanza nini? Ngoje. Aya, tap the screen. Tuongee kuhusu huyo shekhe alokula pesa za watu. Kuna watu jamani wana pesa. Amekula 300,000 sijui kwa huyu, 200,000 kwa huyu, laki sijui ngapi kwa huyu. Sasa mimi nataka kuuliza kwa wale watu ambao pengine mumetoka sehemu za Malindi, kama mnamjua huyu shekhe mwenyewe ashawahi kwenda huko Maka.
Wa alaikum salam. Yeye mwenyewe ameshawahi kusafiri kufika huko Maka. Wajua kama mimi hamwezi kunipa pesa zenu niwapeleke Maka kwa sababu mimi mwenyewe sijafika. Mimi sijafika. Alafu what happened to the agents? Sikuna kuaga na agents. Hivi wewe umekosa kazi ya kufanya au sina kazi ya kufanya, njoo nipe. Njoo nilete pesa na wewe nikutapeli kama shekhe alivyotapeli watu. Juzi tu alikuwa umra. Sasa akiwa umra, yeye akona knowledge gani ya kusafirisha watu, kuchukulia watu hizo visas, kuchukulia watu. Nyi pia mfanye research zenu. Sasa itabidi nijitumie kwenye simu nyingine. Mimi sina simu nyingine hapa. Nyi jueni tu kuna shekhe wa Malindi, I trust you, Omar nani, something like that. Mimi kusafirisha watu. Aitwa Omar Athman. Okay, thank you. Huyo shekhe na aletwe huku Kisauni afanywe mambo. Mtajua nyinyi wenyewe. Yaani alafu kuna watu wana pesa nyinyi, watu wanavolia hawana pesa. Mtu amechanga paka amfikisha kila kitatu chake. Ukimwona huyo jamaa hakai shekhe. Lakini siku hizi ngojeni niwaulize. Hivi siku hizi nyinyi bado mnaamini mashehe? Ati sijui maustadhi, sijui walimu. Na nyinyi wenzetu upande wa pili bado mnaamini mapasta na mapadri? Mmenishinda tabia. Mmenishinda tabia. Alafu sasa kwenye hiyo news yenyewe, habari alowekwa huyo shekhe akitangaza, awaambia mashekhe wenzake, tokeni misikitini, wafateni watu huko TikTok. Fateni watu wapi? Fateni watu TikTok. Mwende mukawape hutuba TikTok. TikTok huku. TikTok mambo yale niliyoyaona kuanzia majuzi hapa TikTok. Ati watoa watu sasa misikitini waende TikTok wakatoe hutuba TikTok. Si tuwafukuza TikTok, tuwaambia warudi misikitini wakatoe hutuba, yeye watu wa misikitini. Awaambia kisha mtu kama huyo amwamini na 300,000, 250,000. Msikiti wake waitwa Al-Ihsan uko pale Majengo Central. Basi mimi nilivyoiona kwenye news nauona kama ule msikiti wa pale Municipal. Mbona mimi nauona kama msikiti umfanana na ule msikiti uko pale Municipal pale kwa nyuma kama wenda soko mpya. Kumbe wa Majengo. Alafu nasikia watu wamfuata dadake atolea watu maneno kweli. Manispa waitwa Masjid Fatma. Okay, basi mimi ninaiona ile barabara kama pale. Alafu mbona yani sasa ankimbizwa na nini? Kwa hivyo yeye hakuwa na connection za kusafirisha watu. Mbona achukue pesa za watu? Kwa nini achukue pesa za watu? Okay, ukisema msikiti wake ni wa Majengo, yani yeye ndo kaujenga huo msikiti ama yeye ndo imamu hapo kwenye huo msikiti? Si aliwahi kusafiri na kina Afrolanka this year. Las Vegas waweza kupanda hapa juu ukatuelezea vizuri kiundani, maana mimi simjui, ndo naanza kumuona. Mimi sijui mashekhe. Mimi ninamngojea sasa hivi Nabii Isa tu arudi. Mashekhe wenu masijui nani wenu Aisha Hussein na mimi. Mambo ni hayo, shekhe ya kutia bonga la jaro. Shekhe ya kupiga jaro kisawasawa my friend. Sasa yeye kusafiri haimaanishi ashakuwa agent wa kusafirisha watu. Ama ndo ile fake it till you make it. Wena weloya wa nini? Mwanzo nani atakujua umeandikwa Las Vegas, nani atakujua? Lawyer wani? Ni agent ashawahi kusafirisha watu? Ama ndo hiyo tu Uswahili wenu mkija hapo mkijiita agent ndo mshaniamini? Kwa nini hamfanyagi research ya hawa watu?
Ashawahi kusafirisha watu sana. Sasa mbona safari ya nkula pesa za wenyewe? Mbona nkula pesa za wenyewe safari hii? Kama ni msafi mbona ametoroka? Maanake hata watu washamaliza kuhiji na Idi tushakula. Bahati mbaya kula pesa za wenyewe, bahati mbaya. 300,000 si shilingi 20 mamako anayokupa kwenda kununua viazi vya saa 10. 300,000 bahati mbaya. Ndo uswahili wenu mulivo. Wa alaikum salam. But I think he did something ndo akala hela ya watu. He did something like what? Pesa kuila ameila. Pesa kuila ameila. Hakuna cha bahati mbaya. Njaa mbaya, pesa fitina. Shilingi mwanaharamu mkaambiwa. Kisha kwa nini dadake yuwafatwa yuwaongea vibaya? Tena hakuwadhulumu tu, amewadhulumu pesa zao za kwenda Maka. We uogopi? Alianza kuwin trust za watu kwanza, tena watu kama 4, sio mtu mmoja. Watu wengi, hata 4 kidogo. Watu wengi hamna antengeneza milioni 4, milioni 3 antengeneza mehepa nazo. Hamna milioni 3, milioni 4 amehepa nazo. Ustadhi Kibutuni Mavimkunzuni. Tena twajua uko hapa, watu angalia. We Ustadhi Omar nani? Omar Shankupe. Aitwa Omar nani? Ustadhi ulokula pesa za watu za kwenda Maka. We are calling you out. Hakuna shetani gaga. Nyi shetani mwamjua. Mshawahi kumwona shetani hivi live? Siku ya kiyama mwenyewe shetani atawaogopa. Siku ya kiyama shetani atawaruka. Mshawahi kumwona shetani akawaambia kula pesa za watu za kwenda Maka? Ulimuona? Alikuwa yuwavuta naye bangi huyo shetani, ama alikuwa yuwala naye marungi? Hakuna. Ustadhi Kibutuni Mavimkunduni, twajua uko hapa na watu angalia. Twataka uje utuelezee shetani alokuambia wewe ule pesa za watu. Shetani alokuambia wewe ujifanye ni agent. Baba, airport yenyewe umfika mara 1 mara 2 kukizidi sana. Ghafla ushakuwa agent. Nchi zote wazijua wewe, wajua mpaka direction ya ndege itakavopaa. Direction ya ndege itakavokwenda kutua. Ndege itapita nchi gani na gani wajua wewe. Ustadhi wewe ulowekwa na Citizen. Ukiambia watu tokeni misikitini kawafateni watu TikTok. Muwape mawaidha TikTok. Sasa hiyo misikiti tuyavunde, na swala pia tutafunga huku za jamaa. Tuifunge hiyo misikiti, tuivunde. Ploti tujenge guest house. Mwajua mnaniudhi. Huyo Ustadhi Omar Athman, najua uko hapa. Na huyo dadako mwenye kujibu watu vibaya mkifuatwa kuulizwa pesa za watu, pia najua uko hapa. Hizo pesa hatuwasamehe wala hakuna kulipana mbele za Mwenyezi Mungu. Utakula kifungo chako jela. Kama hizo pesa ushazitumia, kifungo cha kusubiri. Maskini kuna ule jamaa wakaa Mwarabu alisponsor sijui watu 6 pia Sheikh. Huyo bradangu mimi. Bradangu kabisa, hata nashangaa wewe. Yani unkosa mtu yani mtu anka mtu janki kabisa yule ustadhi. Nia mumoni kama anka kama janki yule ustadhi. Yani wajua hata hakujieka ile yani uweza kumwamini na pesa yako. Anka tu mtu yani anka tu kijana anafaa kuwa kinyozi.
pengine ni hiyo alisoma madrasa sana, ajua hivyo viaya viwili vitatu kama safisha mazingira. Ni kama safisha mazingira sasa. Aje awaambia angekuwa ustadhi, angekuwa agent apeleka watu Maka, mtampa pesa zenu kweli? Na daily uko na rizla mfukoni. Sio rizla mbajuni, rizla za kuroli banki. Daily uko na rizla mfukoni. Mtamwamini kweli na pesa zenu? Mbona mlimwa kama pengine alifanya kifalaki? Screen record shori yake tena, ukitaka zaidi nenda kukupostia YouTube hii video. So shida zangu. Ustadhi jicho nyanya. Ustadhi aambia watu, tokeni humu ma TikTok, tokeni humu misikitini, nendeni TikTok mkawafate watu Sasa misikiti itafanywaje? Watu wakishaleta mahubiri huku TikTok, hiyo misikiti itafanywaje? Ivunjwe? Hiyo misikiti ivunjwe jamani? Sini hatari mambo haya. Na mgoja huyo guest wetu mmoja katika wao aliotapeliwa. Mimi nachoka. Mimi nachoka. Kama maustadhi mtatufanya hivi, majanki watatufanya nini? Afadhali janki ana imani, teja ana imani kuliko maustadhi siku hizi. Yaani kuna watu bado wanaamini maustadhi. Yeye mwenyewe butterfly huyo ustadhi ankai wavuta bangi. Yeye mwenyewe jicho lekundu, asiseme ameingiwa na infection ya macho. Jicho lekundu. Where will people be safe? Watu wako safe wapi jamani? Misikiti ndo kama hiyo. Mashehe tunaoamini ndo hao. Where will people be safe? Ustadhi mmoja, nikupe ustadhi mwingine. Msikiti wa Bondeni. Kijana aliopotea akitoka Garissa, akaja akashukia Mombasa, akafind safety kwenye msikiti. Sawa. Imamu wa msikiti akamweka msikitini siku 4 akimfira. Alafu nyinyi mahanithi mkenda mtolea bondi ya 500,000. Nikupe ustadhi mwingine, nikupe shekhe mwingine? Ama imetosha? Juzi mwaka ni huu wa 2025, kuna mtoto mvulana mdogo wa skuli antoka Garissa, amepanda gari, amefika Mombasa. Kufika Mombasa kumtafuta mamake, mamake ndo alikuwa amesafiri, sijui ameenda Hola. Okay, karibu Hennessy. Ameenda Hola. The first thing the kid thought of, wacha nikatafute shelter. Wacha nikatafute shelter wapi? Msikitini. Kaenda msikitini kuomba shelter. Mtoto wa kiume amebukuliwa siku 4 na shekhe. Amefirwa siku 4 mtoto wa kiume na shekhe. Mpaka alipopata fueni ya kukimbia. Shekhe ametiwa jela, mumemtolea 500,000. After amefira mtoto wa watu wa kiume. Huyo mvuta bangi ameibia watu pesa za Maka. Yule mwingine alobaka mtoto wake shekhe. Acheni ushoga hapa. Kazi kuficha mavi tu Mkunduni mwanuka. Munaficha mavi Mkunduni kila siku, munatoa harufu sasa hivi. You stink. You stink. Cause you think you're hiding shit. Shit needs to be washed out. Shit has to be washed out. Shit has to be what? To be washed out. Otherwise, utajiona ni msafi, manake hakuna mtu atafungua matako, lakini harufu iko pale pale. Harufu iko wapi? Harufu iko pale pale. Sawa. Mashekhe nyinyi ndo wenye kufira watoto wa kiume. Lamu kuna watoto 48 wamenajisiwa wa madrasa. Watoto wa kiume, sio wa kike.
48. Kila mukikaa ni kuongea kuhusu mashoga. Kila mukikaa kuulizana kuhusu mashoga. Anti-LGBTQ, Uncle LGBTQ. Mbona hamujiulizi wenye kufira mashoga? Wenye kuwalala mashoga ni kina nani? Kwa nini huyu shoga ndo asulubishwe? Aliyemfanya shoga ni nani? Aliyemuharibu akamfanya shoga ni nani? Anayemlala kila siku ni nani? Nne tu. Anayemlala shoga ni nani? Jiulizeni kidogo, nitapause. Tap. We are always so focused with the wrong things. Ati kwa kuwa mtu ni shekhe, kwa kuwa wajua aya viwili vitatu, ndo wajiona uko na right ya kufira mtoto wa kiume. Wajiona uko na right ya kutapeli watu pesa. Wajiona uko na right na pesa za mchango, pesa za msikiti, pesa za charity. Isikuwe hivyo. As a matter of fact, imefika mahali. Imefika mahali mtu tunangojea ni Yesu tu, Nabii Isa. Bas. Hakuna tena mashehe, hakuna tena sijui manabii, maimamu. Ngalia, we kama wajua dini, ulisoma kidogo, umesomeshwa kimswahafu chako, umesoma masomo yako, bas, that's all you need. You don't need to trust any motherfucker out here. Ati kwa kuwa mwekaji devu paka hapa ati ndo trust. Kwa kuwa watingalikanzu ndo trust. You are stupid. You need to grow out of it. That is stupidity. Hakuendi hivyo, imagine. Hakuendi hivyo. Hakuendi hivyo. Lamu kila siku ni complaints. Watoto wa kiume wananajisiwa. But hakuna mtu yuashikwa. There's no culprit behind it. Paka saa zingine unaweza kaa hivi ujiulize, kwani ni shetani ndio huwa ananajisia hao watoto? Where are these people? Imagine kumtolea a pedophile that's held hostage and sodomized a young boy, 12, 14 years. Munamtolea 500,000. For what reason? Sio wote jamani, sabingalia binadamu ni wale wale, sweet baby. Kama umeamua unaamini mtu ati kwa kuwa amevaa kanzu, kwa kuwa ana bonge la sijda hapa, you'll be very disappointed. You will be very disappointed. You're not supposed to believe anybody. Sasa hivi dunia ilivyofika, dunia iko ukingoni. Dunia iko wapi? Iko ukingoni. Hufai kuamini yoyote. Wacha mashehe na maustadhi, mapasta, mapadre, wacha hao. Mtu wa kwenu mwenyewe hufai kumwamini. Ndugu yako mliotoka njia moja pia hufai kumwamini. Imefika mahali hufai kuamini mtu yoyote. Wewe wasema sio wote. Wewe weza ukafungua roho ya binadamu ukaiangalia ndani na uchafu gani? Wewe unajua binadamu yoyote yuko capable of doing anything? Mimi hapa I have the capability of doing anything. Ni ile tu kujirestrict. Ni ile tu kujikataza. Haya ni kweli au ex wako ni shekhe? Sijawahi kuwa na shekhe hata mmoja maisha yangu. I only deal with gangsters, drug dealers, bad boys. Yeah, people with money, not petty thieves. Sio waizi wa kuiba pesa za watu kwenda Maka.
I don't deal with that. Sina ex hata mmoja sheikh. Hata walionifira tu along the way. I don't deal with that bullshit. And see how safe I am. Unajua ni wamama wangapi wamenajisiwa watoto wao wa kike na wa kiume kwa kutafuta wanaume mashehe. Mtu akwambia mimi sitaki kuolewa, nataka kuolewa na mwanamume shehe mwenye dini. Unajua yule mwanamume anajifanya ni msafi cause he has that appearance to keep up. Akona appearance fulani anafaa ku keep up. Kwamba yeye ni msafi. Yeye ametolewa nyongo. Do you know how much ana suppress ndani yake? Unajua ni last ngapi amezisuppressed? Amesuppress ndani yake. Mahitaji mangapi? Ndio pale siku akipata tu hivi time. Umemwachia mtoto sijui umemwachia nini. Piu anaharibu kila kitu. Cause those demons amesuppress in him. Ndio zinakuja zinatoka zote. Akwambia hawezi kuzini nje, hawezi tafuta malaya. Si afadhali basi utafute mwanamume gangster ambaye akishikwa na nyege atatafuta malaya amalize haja zake. Kuliko mtu akwambia hawezi zini, hawezi tafuta malaya. Akamlipa 300, 200 hawezi. So he's suppressing hizo ujinga zake zote. Hivi ana suppress. Siku anakuja kupata mtoto mdogo anamlala. Siku anapata tu hivi mtoto mdogo anamlala. Kwa hivyo don't believe people who act so holier than thou. Mtu ambao anajifanya yeye yuko msafi sana, they are too holy. I don't do this. Mara I don't do this. Mara yuaona sijui nini ni weird, sex is weird to them, sijui nini. Hao ndo mashetani maiblis, kwa sababu wamesuppress the devils in them. Wamefinyilia chini the devils in them. Umeelewa? So siku wanapata someone who's vulnerable. Mtu ambaye haezi kujitetea, mtu ambaye haezi kumwambia wewe si umesema huzini, anammalizia ushetwani wake wote, anammalizia. Kila kitu anamtolea. Same as huyu alokula pesa watu kwenda Maka. First of all, ni mahubiri gani haya siku hizi huwa yanaendelea misikitini? Kwa nini uambie watu watoke msikitini waende TikTok? Wao mtumwa. Mambo tunayoyaona hapa TikTok. Mwanzo jana kulikuwa na live. Tupu ya mnyama, tupu ya mnyama. Ambia watu watoke misikitini, waende TikTok. Wakahubiri TikTok. Waja tuhubiria nini TikTok? Baba unatujua wewe. Tuna vichwa vibovu TikTok. Hatujali ustadhi, hatujali pastor. Na baba ukakaa vibaya, na kama uko humu TikTok utapata mwanamke na hizo pesa ulotapeli watu pia atazila. Hawana imani huku TikTok. Wewe ustadhi wewe. Najua uko hapa wanisikiza. Sasa nisikize vizuri. Hivyo vipesa ulotapeli watu va kwenda Maka hivyo. Kama uko hapa TikTok na umpata kimwanamke kinkudanganya nasikia manake kwenu umekimbia. Ndo namwambia shem. Kwenu umekimbia. Kama ninavyokupiga ramli wewe ustadhi sasa hivi wewe. Wewe ustadhi wewe Omar Athman. Kama ulivyo direct watu watoke misikitini waje kutafuta watu TikTok kwa kuhubiria, naona ulipata mtu huku TikTok. Na kuna hawa wasichana wenye kujiita majina ya Kiarabu humu TikTok. Sijui ya umri, ya galb, ya rohe, ya shufu, ya bahebak. Naona ulipata mmoja wa hao wewe. Hivyo vipeni ulotapeli watu, ulodhulumu watu. Vitaliwa ya hayati, ya shufak, ya habibti. We Ustadh Omar Athman. Usije kulia na sisi. Vipeni hivyo vitaliwa. Hawana huruma humu TikTok. Hawana huruma TikTok wewe.
TikTok hawana huruma. Vitaliwa kama ulivyovipata kwa rahisi, na kwako vitatoka kwa rahisi. Lakini ujue hili jambo halitulisamehe, wala hatumjui shetani, wala hatumjui jini. Wewe umekula pesa za watu, you will face the consequences. And hopefully umejiwekea pesa za bond. Lakini wanakuaga na mibasha yao hawa maustadhi. Wanakuaga na mibasha yao, haki ya Mungu. Ngojeni niwaambie, yule wa Mombasa, viatu zenyewe zimeraruka. Viatu ni mbaya. Yani you will see to this person doesn't have money. This person does not have money. Unaenda? Auntie's in the kitchen, go. Yani unaona kabisa huyu mtu hana pesa. Lakini alipomnajisi yule mtoto watu siku 4, akashikwa akapelekwa kotini. Alitolewa wapi? 500,000, 500,000 ilitoka wapi? Ndio mimi nawaambia, katika maovu yoyote kuna wakubwa wao. Haki ya Mungu. Ilitoka wapi nusu milioni? 500k. Boom. Siku hiyo. Babe, mfungulia huyu mlango. I'll slap you. Hey. Auntie, mfungulia hiyo mlango atoke nje huyu. Go out and don't come back in. Go. Shut up basi, I'm on live. Na mlango nataka ufungwe, mimi nasikia baridi. Kama nyamu sikii baridi, mimi nasikia baridi. Pesa ilitoka wapi? 500k. Unajua yule jamaa hakukaa jela. Kama huo moto uko kweli, tutachomwa wengi. Baba, we imani kama ni mama ni baba. Yani ukijiangalia wewe unasema mi at least nitapigwa tete tu. Kuna watu baba wataingizwa pale tena watapakwa na marination. Make la kwanza wamejifanya. They are not who they say. Mambo mwitu wamejifisha ngozi za kondoo. Upo. So, yani ukijiangalia wewe wasema mi nitakula tete. Kuna watu baba watapigwa marination, wapakwe na nzimu, watiwe na mafuta kwenye mkunzu ndio ili wapasuke vizuri kwenye moto. Upo. No, he's free. He's back in the mosque and it's like normal. It's very normal. Manake mtoto lazima alipimwa mpaka kufikia mapolisi kuingilia kupelekwa kotini. Si kwamba mtoto alipimwa na kuna evidence zote kwamba alilawitiwa. Lakini there is somebody somewhere mwenye aliweza kumtolea 500k. Meaning the time alikuwa amefungia yule mtoto pale kwa hiyo kirumu huko juu kwa msikiti, there were other men coming in there and doing that shit too. Kwa sababu this guy alone would have never raised 500k. Hata 50,000 hangefikisha, angekuwa yuko jela mpaka leo. Meaning there are other very, very financial stable people who are in that ring. Wakati huyu mtoto alikuwa amefungiwa pale 4 days. Imagine 4 days kuna swala ya fajri. Maana yule mtoto alikwenda usiku. Kuna mtoto alikwenda usiku, kuna swala ya fajri, watu walijazana msikitini. Msikiti wa Bondeni. Fajri, dhuhur, asri, maghrib, isha, siku ya kwanza. 5 times people are going in that mosque. Wasimuone yule mtoto kule juu. Wasisikie anything up there. Meaning the kid was intoxicated. Definitely that's why alikuwa hapigi kelele. Because every after 3 hours msikiti watu wanaingia kwa msikiti, watu wanaswali. Imagine doing that act in the fucking mosque.
in the mosque. Hata wasingempeleka polisi wengemuua tu. Sasa Chuli, hawa kumuua ndo walomtolea bondi. Manake watu waogopa kutajwa kwa sababu wameafanya pamoja. Haiwezekani kuwa ni huyu mwanamume mmoja amemlawiti mtoto wa kiume siku 4 mfululizo na kumharibu. Haiwezekani. Na huyu mwanamume ukimuona maskini hohe hahe, alitoa wapi 500,000 ya kulipa bondi? 500,000 ilitoka wapi ya kulipa bondi? Hebu niambieni. Where did he raise 500k? The first hearing alitoa bond 500k. Kwa sababu gani? Kuna watu wengine waliogopa kutajwa. And that's why they came up with that money so fast and so quick. Wali come up na hiyo pesa very fast. Kwa sababu it is a ring. Ni wababa tu fulani wenye pesa waliambiwa kujeni, kuna nyama tumeipata iko hapa. And they were going in there and they were raping that kid. Walikuwa wanaingia pale na wananajisi ule mtoto. Mimi nawaambia. Vitu vingine ni vya kufikiria. Yule mwanamume, how did he raise? Ebu nijibuni hilo swali. How did he raise that money? 500,000. That is 500,000. 14 years. He was 14 years. Iko kwa news. Simu search kwa news. This year. Hiyo ni story ya this year. Ubaya wenu wa muangaliagi habari. Na nyinyi mulioko nje. Na nyinyi mulioko nje. Ingieni YouTube, Citizen Live, stream live time ya habari. Ni saa 1, ni saa 3. Yule mwanamume wallahi hata 10,000 asinge raise, angekuwa yuko jela mpaka leo. Lakini yule mwanamume ni kama alishikia watu nyama. Ndio ni nyama iko imefika, mzigo umefika. And some very, very capable men came in there. They fucked that boy. Ndio yule aliposhikwa kupelekwa polisi, ndio hiyo pesa ilitoka haraka. Very fast. Pesa ilitoka 500k. Kisha mtu yaja hapa wasema, lakini sio wote. Mimi nimewapa swali moja. Mimi nimewapa swali moja. Madina, huyu mtoto hawajui wenye walikuwa wakimfanya au okay. Hata kama huyu mtoto yuwajua, ndio nimewapa mfano. Mtoto alifika kwenye huo msikiti usiku. Usubuhi kulikuwa na mwadhini na msikiti unajaa, watu wanaswali jamaa. Sawa. Dhuhur, asr, maghrib, isha. Huyu mtoto hakuweza hata kupiga kelele wataka kusema. So, definitely kulikuwa na drugs involved. The kid was intoxicated. Uweza pata this whole time, huyu mtoto hakuwa hata nafahamu. Kwa sababu it's not possible. Kama ni mtoto aliweza kufikiria, mimi nimekuja huu mji, mamangu amesafiri, mahali naweza kwenda kujistiri, mimi ni ndani ya msikiti. Huyo ni mtoto mkubwa. That's a mature kid. Kwenye msikiti mimi ndo I will be safe. Hata angetafuta hata klabu akienda kukaa nje mahali watu wapita. Angekuwa more safe. That's what he thought. He thought I'll be safe kwenye msikiti. Kaenda kuingia kwenye msikiti. Kuingia kwenye msikiti mbaba, badala yule mtoto amweke pale, yeye afate shughuli zake za kwenda kulala huko kwenye rumu yake. No. Alimchukua mtoto akaenda kumfungia huko juu 4 days. 4 days kitambo apatikane. Tap the screen. Mbona mtap screen? 4 days. Na aliposhikwa
ikaitishwa bondi ya 500,000 na 500,000 ikatoka. Huyu ni mtu ambaye hana hata makao, yuaishi kwenye msikiti, yuko free. Who paid that money? We need to know where that money came from. Wajua siku unanyamaza, and these are the people our kids meet every single day. Na kuna those two uncles that raised that 500K are the same people we are trusting with our kids in our houses. Kuna siku moja mimi niliwaambia, mashoga Mungu aliwakaba mdomo. Mombasa, msikiti wa Bondeni, kwani nyinyi hamwangaliagi news? Shida yenu ni hamwangalii news. Nyinyi mwataka tu kujua TikTok, habari za wapita kila siku. Turudini hapo kwenye mashoga. Niliwaambia, mwana mashoga, kweli yote be it as it may. Lakini kuna kitu walipewa mashoga, kaba ya mdomo. Kaba ya mdomo. Lakini lau siku moja Mwenyezi Mungu akasema shoga moja tu, shoga mmoja, sio wote. Wewe wajua mashoga wangapi? 3, 5, 10, 15, 20. Sio wote, mmoja tu. Asimame aseme mimi nitataja kila lolala naye, kila loniparaga. Wallahi parapanda italia, walokufa watafufuka, waloko hai watakufa. Yani kutakuwa, yani hamutaamini. Kuna vitu hamutaamini. Kuna majina mutasikia hamutaamini. And it is very sad, the fact that these people ambao hatuwajui are the same people we trust near our children. Afadhali mtoto wako umwachie shoga, atakulindia mtoto. Lakini kama kumwachia Basha ni mtu mbaya sana. Mtu yoyote mwenye kufira shoga ni mtu mbaya sana. I know hamjawahi fikiria that far. Naona wengi sana, na sio kwamba we are supporting it. We are not. Sisi ni wazazi. We are not supporting it. Lakini kitu kimekuwa. Wewe kama mzazi, take some time. Jiulize, huyu mtoto wa mtu alikuwaje akafikia hapa? It was that one man. It was that one guy. It was that one person. Sio watu wengi, ni mtu mmoja tu. That's all it takes. That's all it takes. Tell me, for instance, how hopeless this kid is feeling right now. Very young boy, just traveled alone kufika Mombasa kutafuta msikiti, kwenda kujistiri. Hiki kitu kimemtokea. Nobody, not one Muslim, went out to protest on behalf of this kid. Ilifanywa on the hush. Wenye pesa wakalipa, wakamtoa mtu wao ambao huwa waletea watoto wa kiume wadogo. You get? Tell me how traumatized that kid is. Imagine the parents being Somali from Garissa. Kisha yule mtoto akiinukia kuwashoga, mtamlaumu kweli? Yule mtoto akiinukia kuwashoga, mtamlaumu yeye? Ama sisi tumefail? Sisi kama Waislamu tumefail? Sisi kama wazazi tumefail? Tutamlaumu nani? Tutamlaumu nani? Who are we supposed to blame?
Alafu mimi naonaga watu wengi sasa hivi imekuwa trend kuinterview mashoga, but there is one key question you never ask. One very key important question which unafaa ukiinterview mtoto wa kiume kama yule, unafaa umuulize what happened, what was the trauma behind it. Hakuna mtu, Mungu hana makosa. Hakuna siku Mungu alitaka kuumba mwanamume akakosea akamuumba mwanamke, wala hakuna siku mwanamume alitaka kuumbwa mwanamume akakosewa sijui akatiwa mwili wa mwanamke kwenye Mungu ninayemwabudu mimi hawezi fanya makosa kama haya. Akikumba we mwanamume, we mwanamume. Akikumba we mwanamke, we mwanamke. Hakuna siku. Mimi Mungu ninayemwamini mimi, sijui Mungu wenu mnayemwamini nyinyi, pengine aweza kufanya harabatisho kwenye laboratory, but Mungu ninayemwamini mimi hawezi. There is always a person behind it who did that shit. Why don't we call out those people? Na bado wako free kwenye society sasa hivi. Wako very free kwenye society. Wa alaikum salam, señorita, my darling. Wako very free, wako very comfortable. Kwa nini hatuwaulizi hawa vijana hii trauma ilianza wapi? Hatutaki kujua the nasty shit you're doing right now. When you were a boy, when you liked climbing trees, when you used to play football, what happened? Who did this to you? And trust you me, mutalia. Sio kwamba you need to sympathize with them, kwa sababu sisi tuna watoto wa kiume. I cannot fathom siku mimi nitakosa. Wallahi, mimi I teach my kids gangster. Hakuna siku mimi nitamwambia mtoto wangu ende akatafute shelter kwa msikiti. Wallahi billahi, niko radhi mtoto wangu alale nje ya bar, atakuwa yuko very safe. Ati atafute msikiti akajifiche mtoto, kanisa akajifiche. It is every man for himself. Ain't nobody gives a shit about your kid out here. Nobody gives a shit about your child out here. Kama wewe kwako wamwona ni mtoto, kwa mwingine yuamwona kama mpenzi. So nobody gives a shit out here. Hiyo ni kitu mnafaa muweke kwenye akili. Wafundisheni watoto wenu survival skills. Survival skills. Afadhali mtoto hafai kutafuta comfortability. Mtoto hafai kutafuta comfortability. That's for one. Umefika mahali, umekimbia home, don't look for comfortability. Utaenda kufirwa. Mwambie mtoto kabisa utaenda kufirwa baba. Ataka kufirwa, katafute comfortability nje. What you're getting in your home is not what you'll get out there. Wataka kutoka nje, afadhali uende ukawe chokora. Na machokora pia wanafugana. Musione hati hawa street kids hawafugani. Wakafugana mpaka wakatiana mimba. Mpaka wakazaa wakawa na mafamily. Watoto wadogo 12 years ana family. Vitu kama shuleni ni vitu, wajua kitu kama shuleni, hizo sasa ni zile vitu unaambiwa you need to be friends with your kid. Mtoto ametoka school ya, hey, tell me about it. What did your friend do? Umeelewa? You teach your kids. Ngalieni, fundisheni watoto. Tena msiwaambie ati sijui these are private parts. Baba, haya matako ni mboo. Wakiwa ile wadogo sana, they are private parts. Nobody should touch your private parts. Fundi, zungumza na mzee hapo kidogo naje. These are your private parts. Fundisheni watoto. Be very open with them. Kwa sababu this world is cruel. It's a cruel world. Si ile dunia tulikuwa tukiishi sisi as kids. Sasa hivi hii dunia ni very cruel. Kuna vitu vimetokea yani vya ajabu. Kuna watu wakakaa vikundi kabisa va kutafuta watoto wa kiume.
Kwani kuna parties ngapi huwa zinatokea nyinyi za watoto wa kiume? Mwakumbuka kuna siku tulikuja kuambiwa kuna mtu alikwenda party kumbe ikawa dera party ya watoto wa kiume. Watoto wa kiume wavishwa madera. Those are men with money that can buy alcohol, can buy miraa, can rent out a villa per night. Watoto wenu wa kiume wende wakavishwe dera, wakatike, wapewe madrink. Sasa mtoto wako wa kiume usipomfundisha mambo kama haya, atatoka nje akafundishwe na mabasha. Mabasha ni wengi. Mabasha ni wengi. Mimi, I have gay friends and this is something I will tell you today. Mwakumbuka ile protest ya anti-LGBTQ ya Mombasa? Mwakumbuka? Watu na mashehe na midevu na mikanzu. Mwakumbuka hiyo anti-LGBTQ? So I was like, nilikuwa na panic because walisema watashika mashoga, wawachome, wafanye nini, you get. So I called one of my friends. Nikamwambia, "Oi, you're in Mombasa. Are you sure it's safe?" Akaniambia, "Darling, hata usiwe na wasiwasi hawa. Washike watu wawachome, wanawazimu, wamchome nani? Wamchome nani? Namjua mmoja hapo." Nikamwambia, "What?" Ananiambia, "Mwanzo angalia, naweza tengeneza video mimi alafu nijitoe niende kwenye hayo maandamano na vakata wanichome. Alafu video ndo uliachilia." Nikamwambia, "Basi itakuwa ni movie ndugu yangu. Mimi siwezi." Watu walokuwa kwenye ile protest ni watu washalala na ushoga. Hai, niwaambie kabla gani tena? Tuzungumze kabla gani? Tuelewane. Waliokuwa kwenye ile protest mpaka wakachukua watoto wao wakawaeka mbele ati mtoto yuaja kuprotest anti-LGBTQ. Eshihuseki mtoto kuprotest LGBTQ. Hajamaliza kukua. Mabasha nyinyi muloko kwenye hiyo protest. I can never expose my kid. Ati protest sijui ya wazee. First of all, me, I don't trust older people. Mimi. Yani naona wanakuwaga tu nasty. Walifanya nini cha maana na protesti zao? Juzi kuna mama mpaka alikuwa iwalia kwenye hizo protest za anti-LGBTQ Lamu. Watoto walo najisiwa. Watoto 48. Kuna nini? Kuna action gani imechukuliwa sofa? Kuna ule jamaa video yake ilivuja juzi wa Lamu. Sijui ni PA wa nani, PA wa mbunge, sijui akashikwa na kivulana kidogo kwenye room. Mnakumbuka hiyo video? Watu wakamfananisha na Rizla Mbajuni ule mwanamume. Mnakumbuka hiyo video? Juzi tayari akapelekwa kotini. What happened? Si alitolewa? Running free like an angel. Kwa sababu they are bigger fish. And what we need is those big fish. We need to expose them. Ukijijua we ni mtoto wa kiume na unalala na big wig, please take a video. Siku moja tuturushie hewani. Hawa ndo tunafaa tuwa bring down, not the small fish. We don't need the small fish. We need the big fish. The people who can raise 500K. Me, I will always fight for humanity. Politics si mambo yangu. But humanity, baba, ndio mimi. Na tutayasema, muibie watu, mufire watoto wetu wa kiume na wa kike. Nakwambia siku hizi hata hao watoto wa kiume, watoto wa kike, huna hofu nao kama watoto wa kiume. Watoto wa kike huna hofu nao kama watoto wa kiume. Wallahi, I remember something. Hata juzi I was telling a friend of mine. Tulipokuwa wadogo sisi tukienda Lamu. You know my dad ndo mtu wa huko. So tukienda Lamu vile atabeba cousins wote yani wa family.
watoto wa sister my moms wote tutabebwa, the girls, the boys. So tukichukua kama kimini van twajazwa hapo ndani, sote twapelekwa Lamu. So it's like a holiday. So the girls tutashukia kwa my cousin sister. My cousin sister is here. The girls sote tutashukia kwa cousin sister. The boys watashukia hoteli with my dad. Tutatoka ile during the day, tutaenda to the beaches, tutaswim, picnics, nini. Ikifika time ya dina magharibi ile, tutaulizwa sisi tutakula nyumbani kwa cousin sister mkubwa ama tutatoka na babangu. So kama tutatoka maghrib. Tutatoka maghrib. Sisi tutawachwa pale kwenye hoteli kama bado tuendelea kula dina. Tukitoka tutazunguka, tutaenda madukani in Lamu. But all the boys after dinner wote hoteli na babangu. Yani hawaachwi hati ile free kama sisi tulivyokuwa. Sisi tuko free kama vishetani mpaka saa 6 za usiku tuzunguka Lamu. But the boys, so ikawa haitumeki sense. Mpaka tunamwambia mzee vipi? Daddy tuachie basi sisi tuenda tu hapa, sijui tuenda hapa. No, hawa wanaenda kulala. Nyinyi nendeni penye mnaenda. So it was much safer for the girl child. You get? So sisi wakati huo we are young. Me, I'm in class 5, I think class 6. When I talk about my cousins, I'm talking about my elder cousin sisters, my big bros, yani older than us. Sawa. Cousin bros niko nao ambao ni wadogo zangu. So it was so weird. Mpaka my aunt siku moja we went with my aunt basi si tuko na auntie. No. The boys are going to sleep. Kesho mtakutana mtaenda beach. Tena beach we don't go pale Lamu. We are taken kama ni Shela, kama ni wapi, kama yani somewhere just far. Sasa we never understood it. Sahi I'm grown, I'm like fuck. Kumbe ni sababu ya mabasha. Yani it's blowing my mind. Yani oh my God. Ndo kaambiwa wazazi wanaona vitu vingi. Sahi mimi ni mzazi, I know this shit. When I go to Lamu with my kid, he's not free to do that kind of shit. Unless tumeenda kwenye kisiwa chetu, kisiwa kabisa, then yes. But other than that, no. Alafu shit, I just remembered. Mimi nitapigwa mawe. Okay, so last December tulivyoenda Lamu with my hubby. Tumetoka Shela. Sasa hii I need verification ya nini. So things like this you don't notice when you're young. Last December tumeenda Lamu. Tumetoka Shela, we came to Lamu to buy food at Mangrove. Kisha tutoke Mangrove. My cousin bro alikuwa amekuja na boti from nini huko Matondoni kutuchukua. So tumefika Lamu ni usubuhi around 6:45. Tushakula Mangrove kama jana yake or I think juzi yake tulikuwa Mangrove tukila. After yani tusha order machakula, so we were just buying to snacks, sijui mkate wa sinia, sijui nini, so tule kwenye boti kitambo tufike penye tunaenda. Sasa tuko pale, an older guy hivi Mwarabu, kukapita vitoto kivlana around maybe 6 years 7 years, amembeba mwenzake mdogo kwenye mgongo. Alivokuja yule kijana akasimama pale mlangoni, si tuko kwa kashia. So mimi nikamwambia the cashier, si umpe na yeye huyu chakula, mimi nitalipia, just mweke tu vitu nitikie kwa bili yangu. I swear yule cashier akaniambia no, don't do that. Yuko na yule pale. Mimi nikiangalia kuna mibaba miwili yazungumza. So nikamwambia no, nitilie, sitaki kujua kama yuko na nani, huyu ni kama mtoto wangu, mimi nina mtoto mkubwa kuliko huyu. Just nitilie chakula nimpe. Ngatiliwa ile chakula nilivompa. Nakwambia that's mbaba alipani, wajua aliacha mazungumzo. Wajua ni ile kama mko na mazungumzo kando, watu wazima wawili, alafu mtoto aje asimame tu somewhere kando. Ule mtoto akaja akasimama mahali kando. Yani I don't know ni fikra zangu ni chafu ama
I overthink, but that situation haikunikalia vizuri. So after I handed the kid food, yule baba, just a few steps on the road, literally wenye kujua mangrove iko hivi, kisha hapa ni barabara. So yule baba alikuwa hapa kwenye barabara, si tuko ndani mangrove, you can see outside. You can see the guy. The kid amesimama tu hapa kwenye shade kwenye nje ya mlango wa mangrove. So when I handed the kid the food, yule baba aliacha mazungumzo na kwambia, he came and like dragged the kid like, na kitoto ukimwangalia kitoto ni cha Kigiriama. Baba ni Mwarabu. So I'm thinking like, mpaka bwanangu amefreeze, mimi nimefreeze like ile. But sasa mimi I'm taking it sarcastically like umfedheheka, umeelewa? So I'm trying to laugh. Yule kashia anambia wacha yeye nikodolea macho like don't laugh, it's not funny, umeelewa? So mimi nimebakia, it was so weird. Ni kama there's something this guy is going to do to this kid. Hataki this kid aongee na mtu. Just pedophilia behavior. Anyway, I'm just an overthinker. I don't know what I saw, but I saw what I saw. I'm telling you. This mbaba, wallahi alikuwa yenda kumfanya kitu yule mtoto. Afu si unajua, yani right now kumechange in Lamu. In Lamu kuna, yani watu wengi wametoka from Malindi huko Ugiriamani wengi wameenda Lamu because of job opportunities and all that.